Jambo wasikilizaji wa Radio Kapi, tunawakaribisha kwa taarifa hii ya habari. Kwanza vichwa vya habari. Mjini Bunya, jimboni Ituri, siku ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu, wakimbizi bado wanaishi katika hali mbovu. Kindu, namna gani maandalizi ya ufunguzi wa mwaka wa masomo inafanyika katika soko. Na Mbujimai, magari ya mikono yanayozunguka usiku bado ni tishio kwa usalama. Maelezo kamili baada ya muda mfupi. Mjini Bunya, kwa sherehe ya siku ya kimataifa ya misaada kibinadamu tarehe 19 mwezi wa 8, mashirika ya kiraia ya Ituri yameeleza wasiwasi wao kuhusu hali ya wakimbizi. Yanasema msaada ya kibinadamu bado haitoshi, hasa katika eneo la Mambasa ambako maelfu ya watu wanaishi katika mazingira magumu. Kwao ya lazima ni kurejesha amani ili wananchi waweze kurudi katika vijiji vyao. Kinshasa, zaidi ya watu 10,000 wa anga ya moto jimboni Kivu Kusini bado hawajapata msaada. Kwa mujibu wa bunge la wananchi la kidemokrasia na utawala bora, watu hawa ni miongoni ya wale 1900 ambazo nyumba zao ziliteketea kwa moto. Ripoti iliyochapishwa siku ya 4 inaonesha kuwa mji wa Bukavu ndio umekumbwa zaidi na hiyo msiba. Tangu Februari mwaka 2025, zaidi ya nyumba 1500 zimeungua. Familia nyingi hasa zinaishi katika hali mgumu na wengine walilazimika kurejea vijijini kwa kukosa msaada. Na huko Matadi, shirikisho la amani duniani, yani Federation pour la Paix Universelle FPI kwa Kifransa, tawi la Congo Central, lilitembelea siku ya 3 wagonjwa katika kituo cha afya cha Msalaba Mwekundu cha Kiamvu mjini Matadi. Hatua hiyo imefanyika kwa sherehe ya siku ya kimataifa ya misaada ya kibinadamu. Kupitia kitendo hicho, mabalozi wa amani walitaka kuonyesha kuwa msaada wa kibinadamu si jukumu la mashirika makubwa pekee, bali pia la kila mwananchi anayewasaidia watu walio katika mazingira magumu. Ripoti ya Martial Papi Mukeba. Sukari, mchele, sabuni pamoja na bidhaa nyingine za muhimu zimetolewa kwa wagonjwa wa kituo cha afya Centre de Santé de la Croix-Rouge de Kiamvu. Ziara hiyo ambayo haikutarajiwa imewapa wagonjwa faraja na matumaini, kama walivyosema baadhi ya wagonjwa walionufaika. Kwa upande wa uongozi wa kituo hicho cha afya, msaada huo ni wa muhimu kwa juhudi zinazofanyika kila siku za kusaidia watu walio katika hali ngumu. Msimamizi wa kituo amesifu mpango huo na kuomba uendelee. Kwa mjibu wa Matadi Dimata, katibu mkuu wa mkoa wa Federation pour la Paix Universelle pa Congo Central, kusaidiana ni moja ya njia muhimu za kujenga amani katika jamii. Turudi mjini Kinshasa kukadirisha shughuli za binadamu zilizotekelezwa mwaka 2026 na kuweka vipaumbele vya mwaka 2027. Hilo ndilo lengo la mkutano mkuu wa kawaida wa Msalaba Mwekundu wa DRC uliofunguliwa Kinshasa kwa njia tarehe 19 hadi tarehe 21 wa mwezi ya 8. Mkutano huo unawakutanisha viongozi wa shirika hilo kutoka jimbo mbalimbali ya nchi. Katika hotuba yake ya kufungua mkutano, kiongozi wa taifa wa Msalaba Mwekundu alikumbuka watu wanaotumika kwa utashi na wanachama waliopoteza maisha katika kutimiza kazi zao za binadamu. Jimboni Maniema, hasa mji wa Kindu, zikiwa zimesalia wiki chache kabla ya kuanza kwa mwaka wa masomo 2026-2027, maandalizi katika soko kuu la Kindu bado yanaendelea polepole. Ingawa katika maduka tayari wanaonesha mabegi, mavazi na vifaa vya shule, wazazi wengi bado hawajaanza kununua. Upande wao watumishi wa serikali wanasema kuchelewa kulipwa mishahara ndio sababu kuu. Ijapokuwa changamoto hizo, wana matumaini ya kupata fedha kabla ya shule kufunguliwa. Florence Kizalunga anatoa maelezo zaidi. Tunaua bea kae dessin calligraphie journal de classe communication. Katika njia za maduka hayo, vipaza sauti vinatangaza kwa nguvu bidhaa mbalimbali vya shule. Hata hivyo, licha ya hali hiyo ya shughuli nyingi, mauzo hayajapata kasi inayotarajiwa. Tuko jana bitu yote juu ya rentrée scolaire, mais mouvement ya kuwa bien. Bazazi abaanza onekana
Wazazi wengi wanakiri kuwa bado hawajakuwa tayari kumudu gharama za maandalizi ya kurudi shuleni. Kwa kukosa fedha za kutosha, baadhi yao kwa sasa wanajizuia na kuishia kutazama bidhaa tu bila kununua. Tunazunguluka tu, tunakia kuangalia petetre jumakesho tunaweza tukakia tena. Wazazi wengine wanasema wanasubiri kupokea mishahara yao kabla ya kuanza kufanya manunuzi. Niko mwalimu, tutakuwa miezi 2 hatupokee, ndio tunangoya. Licha ya changamoto hizi, wanafunzi wanatazamia kwa hamu kuanza kwa mwaka wa masomo wakiwa na hisia mchanganyiko za wasiwasi na tarajio. Wengi bado wanaamini kuwa wazazi wao watafanyikiwa kupata vifaa muhimu kwa wakati. Masomo natafuta kuanja bayanuzia taka mwa. Bazazi bayanuzia taka kitu moja, shi kama nitanja hai. Ripoti toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Okapi. Tujelekeze huko Lubumbashi. Kulikuwa vurugo siku ya 3 kwa sherehe ya kutoa vicheti na kufungua mwaka wa masomo katika ISP Kongolo jimboni Tanganyika. Kwa mujibu wa duru vya eneo hilo, vijana wasioadhibishwa vema waliingia kwenye sherehe hiyo na kurusha mawe. Watu kadhaa walijeruhiwa, akiwemo askari mmoja wa polisi, huko wengine wakikamatwa. Sherehe ilisimamishwa kwa muda kabla ya kuendelea. Msimamizi msaidizi anayeshughulikia masuala ya kisiasa na utawala wa Kongolo amelaani vitendo hivyo. Huko Kananga, katika sherehe ya siku ya kimataifa ya upigaji picha inayofanyika tarehe 19 mwezi ya 8, vijana wengi mjini Kananga wamegeukia matumizi ya simu kwa kupiga picha. Hawahitaji tena kamera kubwa za kitaalamu. Wakiwa na simu na ujuzi mdogo wa upiga picha, wanatoa huduma za kupiga picha za watu, sherehe za kutengeneza picha za kutumizia kwa mitandao ya kijamii. Ripoti ya Paulin Munanga. Idadi ya wapiga picha tumia simu za mkononi mjini Kananga inaongezeka. Kwa wengi simu janja ni fursa na hata chanzo cha mapato. Simu ni za haraka na rahisi kutumia. Katika uwanja wa Uhuru tunakutana na Junior Mbui, mpiga picha kijana, na huu usema kama kamera ni gali, ndiyo maana wanatumia simu. Kwa wateja wa moja, uchaguzi pia ni rahisi. Kwa kutumia simu, picha upigwa haraka na zinaweza kutumwa hapo hapo. Bibi Esther Mulanga usema kwamba ni rahisi zaidi kwa kutumia simu. Mpiga picha anaweza kuwatumia picha hizo moja kwa moja, nao wanaweza kuzichapisha kwenye WhatsApp au Facebook. Hata hivyo, kutokana na kizazi hiki kipya cha wapiga picha wanaotumia simu, wapiga picha wa kienyeji wanatetea taalamu yao. Wanaoji kuwa simu zina mapungufu na wao utegemea vifaa vya kitaalamu na kiufundi cha hali ya juu zaidi. Tukomeshe kipindi ya kwanza ya taarifa hili ya habari mjini Mbujimai. Mji wa Mbujimai unaendelea kukabiliwa na tatizo la magari ya mikono, yani puspus au charrette, yanayosafiri usiku. Magari hayo yanahatarisha watembea kwa miguu, waendesha pikipiki na madereva kwa sababu hayana taa wala vifaa vya kutoa mwangaza, huko mara nyingi yakiwa yamebeba mizigo mizito. Miaka michache iliyopita magari hayo yalikuwa yamepigwa marufuku kuonekana barabarani baada ya saa 12 jioni. Ripoti ya Bernard Nyangi. Ilikuwa majira ya saa 2 usiku katika barabara ya Fachi Rikcho lilokuwa likibeba milango ya chuma na kuendeshwa kwa kasi kubwa bila taa yoyote, liliwalazimisha watembea kwa miguu kuepuka njia yake kwa dakika ya mwisho. Washuhuda walaumu zoezi hiyo inayokuwa vigumu kwao kuziona kwa masaa za giza, hata kama zimoja zinaendeshwa polepole. Munamo eneo la Bonzola, wakaazi wadokeza manunguniko zidi ya tatizo hizo mara kwa mara. Kwa mujibu wao, aina hizi za magari hazipaswi kuwa barabarani baada ya saa 12 jioni, ikiwa kwamba ajali za usiku za kuwa kama kawaida sehemu hizo. Madereva wa vyombo hivyo waeleza kuwa chaguo lao la safari za usiku lasababishwa na ukosefu wa msongamano wa magari na mahitaji ya wateja. Kwa upande wa polisi ya kingo barabarani, magari haya ambayo hayana taa yanahatarisha usalama wa raia, sababu magari haya ni chanzo ya ajali, hueleza afisa mmoja wa polisi. Meya wa Mbujimai anasema kuwa uchambuzi wa hali hiyo unaendelea kabla ya maamuzi yoyote ya kisheria kufanyika. Hapo ndipo tumekomesha kipindi ya kwanza, na Bernard Nyangi anatuandalia kipindi ya pili, mambo muhimu ya siku na mwalika wetu wa siku. Radio Okapi.
Invité en Swahili. Mwaliko wetu wa siku tumempokea Jean-Claude Kayumba Shabani, mratibu wa shirika Réseau des Associations pour le Développement Communautaire ADEC. Hivi karibuni alisimamia utekelezaji wa mradi wa msaada wa dharura kwa ulinzi wa waasiriwa wa ukatili wa kijinsia katika eneo la afya la Salamabila lililoko mtaani Kabambare jimboni Maniema. Mradi huu ulipangiliwa kwa faida ya waasiriwa 800 ila hatimaye uliwafaidia watu 1028 waasiriwa wa ukatili wa kijinsia. Mradi huu umefikia mwisho wake, ijapokuwa hitaji bado ni nyingi. Tunampokea Jean-Claude Kayumba Shabani ili kuelewa zaidi. Anaojiana na Florence Kizalunga. Jean-Claude Kayumba, jambo. Jambo mama Mwariri. Mumefikia ukomo ya mradi wenu ambayo ililenga kuwahudumia waanga wa ubakaji ndani ya zone de santé ya Salamabila huko tarafani Kabambare. Tunaweza kuelewa nini imefanyika muda wa hiyo kipindi yenu? Kwa kweli tulifanya maaktivite ya mingi kwa huyu mradi ambao unasema juu ya assistance ya wale waanga wa ubakaji ndani ya mtaa wa afya wa Salamabila mutarafa ya Kabambare. Tulionesha kwanza mradi Pakindu, Salamabila na Wamaza, tukabeba vile vile vituo vya afya venye tutatumikia kwa avyo. Ndani mwayo tulibeba Kimbaseke ya kwanza, tukabeba Camp Central, tuo ya afya ya Wamaza na hospitali kuu ya Salamabila. Na tukakamata wa APES na wale wa ASER, Agence Santé Reproduction, na ba médecin na ba infirmier, tukabaonesha, tukawakumbusha na kuonesha sababu hii mradi ilikuwa mbele na MSF Espagne, na wakati alienda kwa vide ku periode moja, na sisi tukakamata sasa ile vide tukaikomble pale. Ndio maana tukaonesha juu ya prise en charge médicale na prise en charge psychologique ya wale waanga wa ubakaji. Baada ya hiyo tukafanya tena vile vile mpango wa pamoja kwa ajili ya kupunguza ubakaji, hata kama tutamaliza kupunguza pamoja na makushe yote ya communauté. Mradi wenu ulilenga kuhudumia wanawake zaidi ya 800, yani 800. Sasa mumefikia ukomo ama la? Ndio mama Mwariri, tulifikia kuukomo na tukatambuka, sababu ukomo wetu ulikuwa wa 800 waanga ubakaji, ila tulienda mpaka ku 1128, sababu waanga walikuwa wengi sana. Umesema kwamba MSF Espagne ndio alikuwa anahudumia wahanga hawa wa ubakaji. Wakati MSF iliweza kuondoka, nyinyi mkawasili. Sasa hapa nyinyi mumeondoka, umetuonesha kwamba hiyo hitaji ingali zaidi katika tarafa la Kabambare, mtafanyaje? Hiyo hitaji ingali kabisa, sababu hapa tunaomba kwanza kuma organisation no gouvernementale yote yenye kutusikiliza muda kama na wakati na huu, kama kule kungali besoin, na hivi kisi kungali besoin inabidi maorganisation ifike pale, na sisi ngambo yetu tutaendelea kuwafadhili purke watupatie hata deuxième phase purke tuendelee na maaktivite gisi inavyostahili, sababu waanga wangali wa mingi sana, na waanga kuacha vile bila kutibu ni vigumu zaidi. Sasa mulikuwa na strategy gani kwa kuweza kufikia kiwango ya watu hawa zaidi ya 1000? Ndio, tulikuwa kwanza na wale ambao wanaita wa ASER, Agence Santé de la Reproduction, sababu walikuwa ndani ya communauté, na tulikuwa pia vile vile na mot de passe moja yetu ambayo muanga akifika kwenye hospitali anajua kama batu yote banajua kama ule ni muanga na tumufikishe mbio kukituo, na ile mot de passe yetu ilikuwa ni karibu. Yani ni namna yenu ya kuweza pia kuvicha aibu ya muanga asiwezi kusikia haya wakati anapowasili kwenye hospitali. Ndio maana tuliongeza vile vile maaktivite muile chumba, sababu kulikuwa maaktivite vile vile ya planning familiale ne tuliongeza mule kwa ajili ya wamama kupanga uzazi. Ndio maana tuliongeza ile maaktivite juu ya kuevite ile ambayo inaitwa aibu ama stigmatisation. Sasa muda wa hiyo mradi wenu eti magumu ilikuwa kweli? Magumu ilikuwa nyingi sana. Na magumu ya kwanza mama Mwariri, tutakwambia kama muzoni atukukuta kit pep, atukukuta dawa. Tukaanza kujidebrier kufanya nguvu yetu yote tupate dawa ili tutibu
pamoja na wandugu wa ministeri ya sante wenye tulikuwa nao maprotokol, tukaanza kutibu mwile ma aire de sante yote bila tatizo. Na hapa sasa tuliacha ile makit pepe kuko karibu itafikia mpaka le 15 août, nene le 15 août itamalizika. Ndio maana ni ya muhimu sana mfadhili wetu Fondation Arnold de la Camara atusapoti kwa kipindi cha pili pamoja na wengine ma congregation wengine, sababu tuendelee na hii mradi, sababu kuacha waanga vile bila dawa ni tatizo sana. Bwana Jean-Claude Kayumba, shukrani. Na mimi nashukuru kwa Radio Okapi. Radio Okapi, dossier en Swahili. Jimboni Kivu Kaskazini, wakati sasalia wiki mbili kabla ya kuanza kwa mwaka wa shule 2026-2027, maandalizi jijini Goma bado yanasuasua tu. Ingawa masoko na maduka ya vifaa vya shule tayari yana bidhaa kama vile mikoba ya shule, madaftari na sare, wazazi wengi bado wanachelewesha manunuzi. Sababu ni uwezo mdogo wa kifedha kutokana na hali ngumu ya uchumi. Bernardine Jambu alizunguka huko. Hii hapa ripoti yake. Uone kisi mulango iko wazi, hakuna mtu. Zamani kama ba mama biko hapa tele, hakuna kisi na sorde njoo tunaandika kwanza pale kwa mfano, si njoo hivi na wewe unaweza ona pale sorde bateja hakuna, watatoka wapi? Hakuna njala juu ya njala, magumu juu ya magumu. Sasa hii ni kae ministre ngali tu ile bei 2.5 ni kalite ya mzuri. Ni wakati ni shida Mungu tu. Kama anavyosema mama huyu hapa katika kituo cha biashara hapo Birere, na kama ilivyo kwenye maduka za vifaa vya shule, yani mumapapiteri, vifaa vya shule vipo tele, ila wateja wapo wachache. Wazazi wengi wanasema hawana uwezo wa kifedha ya kuandaa kurudi shule kwa watoto wao. Sikilizeni ushuhuda wa mama huyu. Makuta hakuna, na kae hakuna, na uniforme hakuna. Batoto bananisumbua kama watarudia kwa masomo, bananisumbua, mimi nakosa kama nifanye hayo. Paka leo hii hakuna kitu. Sasa bwana wako atumikake? Bwanangu anatumikaka ndio, ni agent de l'etat, lakini franka nazo zinashindikana. Kusipata iko nashindikana, ile kufika ku telefone banakosa, kama franka zitafika hai inashindikana. Donc tuseme rentrée scolaire pa Goma iko matata sana, tunakosa ya kufanya, maki hakuna kitu. Tuwafahamisha kwamba ijapokuwa magumu iko, kuna wazazi wengine wanajitahidi kununua kile kinachohitajika ili kuruhusu watoto wao kurudi shule. Wachuruzi wanasema ya kwamba tayari wanashusha bei ya vitu kadhalika kwa kusaidia wazazi kununua, ila wanauzisha tu kidogo, kama anavyosema mchuruzi huyu. Wazazi hawapate franga. Njoo na sisi tushajiuliza kama wazazi iko na ngoya wapokee, kama watapokea kazi iko njoo tujue. Franga hakuna. Hawauze na hapo na kwaka hivi kama tuko na uzisha. Na hakuna wakati niongea tena wewe. Franga barabara inakauka. Mtu anaoneaka kwa barabara sio na watu ambutiaje iko maana franga zi. Hapa barabara iko wazi. Kuuza ni ya kidogo tu. Maana mahali paka kadisi anaenda na lokota ya vile. Kuuza jinsi wanauzaka hapa. Tuwafahamisha kwamba kumepita siku mingi kazi za biashara hazitembei vizuri mjini Goma, na hivi shule inakaribia siku ya kwanza mwezi wa Septemba. Familia nyingi zinasema zinapata shida kulipa hata fedha za shule za watoto. Tumefikia mwisho wa taarifa hii habari iliyoandaliwa na Isaka Hemo Yope. Upande wa ufundi nilisaidiwa na Bilu Bahati. Shukrani kutusikiliza. Tukutane tena wakati mwingine.